Karibu tena kwenye Doctor of Education Media. Hii ni video nyingine muhimu sana kwako inayohusu elimu ya majanga ya ndoa za kisasa na mapenzi pamoja na namna ya kuyatatua. Ukiwa hapa utajifunza mambo ambayo hujawahi kufunzwa darasani ili kuboresha maisha yako na familia yako. Usisahau kubonyeza subscribe na alama ya kengele ili usikose video zetu zenye maana. Kauli mbiu yetu ni elimu sio tu darasani. Fikiri, sikiliza, uishi. Hebu tuanze pamoja. Je, ulishawahi kujiuliza nini maana ya mapenzi, mahusiano, uchumba, ndoa na hata familia? Basi, kabla sijakuletea haya yote, anza kwa kusubscribe Doctor of Education Media. Ungana na wajanja wote wanaopenda kujifunza kila wakati. Leo nakuletea majanga ya mapenzi na ndoa za kisasa na namna ya kuepukana nazo. Haya majanga ni makubwa sana. Hayana tofauti kabisa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, yaani civil war. Vita ambayo huwezi kutambua adui yako ni nani. Unapambana bila kuelewa unaelekea wapi. Na cha kusikitisha zaidi ni kuwa yule uliyempa mgongo ukimwamini kuwa anakulinda ndiye anayemaliza safari yako kimya kimya. Inasikitisha, inabaki kuwa hadithi ya huzuni kila kukicha. Mapenzi, ndoa, maisha ya familia yamegeuka kuwa majanga kila siku. Kila siku kuna tukio jipya la kushtua. Mume kamchoma mke, mke kampiga mme, mpenzi kampasua mwenzake. Kwa nini? Ni aibu, umaskini, elimu, ukosefu wake, utandawazi, ujinga, pesa, kutopata pesa? Ni nani wa kulaumiwa? Jibu ni gumu. Hakika hali hii imekuwa kilio cha taifa. Hata ukitaka kutatua hujui pa kuanzia. Wapo wanaochukua hatua za kisheria, lakini bado matukio haya yanazidi kuongezeka maradufu. Unajiuliza, je, kweli kuna suluhisho au tumezama kwenye giza lisilo na tochi? Haya matukio tunayoyaona kwenye runinga, mitandao ya jamii ni tone dogo tu kwenye bahari ya machozi. Ni miongoni mwa matukio machache tu yanayofikiwa na vyombo vya habari. Jiulize, mangapi yanayotokea kila sekunde, dakika na saa bila kuripotiwa? Ukijua utagundua kuwa hii si vita ya kawaida, ni vita kubwa mno, vita kubwa sana. La kusikitisha zaidi, ukiangalia chanzo cha mengi ya haya matukio ni chanzo dogo sana, lakini madhara yake ni makubwa mno. Ni visingizio vidogo: kutojibu simu, message ya mtu mwingine, mtu kuchelewa kurudi, mke kuonekana na mwanaume mwingine, lakini athari yake ni vifo, huzuni ya kuachwa kwa watoto yatima. Ushauri wangu kwa wachache mlioona ujumbe huu, tuwe na hofu ya Mungu. Katika mambo ya mapenzi na ndoa, tusichukulie kwa urahisi au mzaha. Tusikimbilie hasira, tusitumie mikono na mapanga kutatua migogoro ya kiakili. Tuanzie chini: mazungumzo, huruma, uvumilivu, msamaha. Kumbuka, ukifuatilia chanzo cha matatizo haya ni dogo mno, ambayo wengi tunapuuza, lakini matokeo yake ni ya milele. Muhimu, haya yote chanzo ni familia. Lakini hata mimi leo najiuliza, maana halisi ya familia ni nini? Uko wapi upendo? Iko wapi heshima? Uko wapi msamaha? Kutoka kwenye vitabu vitakatifu, Kurani tukufu sura Al-Isra 17:23-24, Kurani inasema kuwa ni wajibu kuheshimu wazazi na kuwatendea wema, hasa wanapokuwa wazee. Biblia takatifu Waebrania 13:4 inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, na walazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Mungu anahimiza heshima ya ndoa, lakini leo heshima imetupwa. Vitanda vya ndoa vimejaa usaliti na uzinzi. Hukumu ya Mungu iko wazi.
Waebrania 13:5, msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitapungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Pesa imekuwa chanzo kikuu cha migogoro. Watu hawaridhiki tena, kila mmoja anataka zaidi. Wivu, mashindano ya mali, mashinikizo ya mtandaoni, vyote vimeingilia mambo mbalimbali ya kifamilia. Ndoa nyingi zinaharibika. Hitimisho, turejee kwenye misingi ya neno la Mungu. Turejee kwenye maombi, upendo wa kweli, mawasiliano ya kina. Tujenge familia imara, si kwa msingi wa mali, bali kwa msingi wa hofu ya Mungu. Tusipochukua hatua leo, kizazi chetu kitaangamia. Mungu aturehemu. Tuwe na ndoa za heshima, tujenge familia zenye amani, tuogope Mungu kwa dhati. Na kushukuru sana mpaka mwisho wa simulizi hii ya elimu ya ndoa pamoja na mapenzi ya ndoa za kisasa na namna ya kuepukana nazo. Usisahau kusubscribe, kushare, comment. Karibu sana kwa elimu nyingine muhimu kwako. Mungu akubariki.